Huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Na nyama katika nyama yangu. Na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke. Ataitwa mwanamke kwa sababu, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Hebu endelea tena. Ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake. Ndio. Naye ataambatana na mkewe. Ndio. Nao watakuwa mwili mmoja. Ndio. Nao walikuwa uchi wote wawili, wala hakuona kwamba uchi. Adamu na mkewe wala hawakuona haya. Hakuona haya. Kulikuwa kuna shida mahali hapa, kwa maana dhambi ilikuwa haijaingia. Shida ilikuwa haijaja duniani. Ametwaliwa katika mwanaume. Baadaye wakati wa dhambi ilipoingia, alisema wote, kwa sababu ni uzao wa mwanamke, ataitwa mwanamke, ataitwa mwanamke, ametwaliwa kwa mwanaume, lakini anasema wote watakuwa wamezaliwa kutoka kwa mwanamke. Kuna andiko linasema hivi, sio hapa, nilikuwa nafikiria ni hapo, sio hapa. Wanangu, umebeba kitu cha thamani, kwa sababu wote watatwaliwa kwako wewe mwanamke. Hao unaowaona wote watatwaliwa kwako. Shetani akaanza vita kwamba mwanamke amepewa hadhi ambayo ni kubwa zaidi kuliko yeye ambaye alitakiwa aimbiwe. Alitaka aimbiwe kwa sababu alitaka aimbiwe, na haikuwa hivyo. Wakamfukuza Lusifa, wakatoa Lusifa, wakamfukuza. Sasa akaja akaanza vita na mwanadamu. Vita yake na mwanadamu, akaenda pale kiliko kile kitu cha thamani, akaja kwa mwanamke. Akaja kwa mwanamke, akaanza na mwanamke, eti mmeambiwa msile tunda. Akasema hapa, akajitetea, haikuwa hivyo, ila tuliambiwa tule kila mti isipokuwa huu. Mungu alijua mkila hiyo mtakuwa sawa sawa naye. Akaangalia ule mti, akaona unafananisha, akachuma, akala, akamshawishi na mwanamume, naye akala. Tumsifu Yesu Kristo. Dhambi ikaingia duniani kuanzia kwa mwanamke. Shida ilikuwa sio mwanamke, shida ilikuwa kwenye kile kitu cha thamani ambacho mwanamke amebeba, ili asikifaidi. Shetani alishashawishi tayari theluthi ya malaika. Atamwingiani huyu mwanadamu? Akaja akaanza na mwanamke, akafanikiwa. Alipofanikiwa akajua huyu mwanamke, kwa maana tayari Adamu alishasema ni nyama katika nyama yangu na mifupa katika mfupa wangu, na tazama watakuwa si wawili tena bali ni mmoja. Akaenda akapeleka ule ushawishi. Shetani mahali pale akashangilia. Tumsifu Yesu Kristo. Ni Joti au ni nani? Yuko mtu anasema hakuna mkate mgumu mbele ya Mpoki. Mpoki anasema hakuna mkate mgumu mbele ya nini? Ya chai. Hakuna mwanaume yoyote aliye mgumu mbele ya mwanamke. Hayupo. Sasa hiyo si rekodi. Kama rekodi kama hujatoka hicho kipande. Haya ni mama waswaso.